Jiji kuu la Eldoret lenye umaarufu mkubwa, matapeli sasa wameanza kuipa majina na sura tofauti kila kukicha. Wanafunzi wa shule ya Knowledge Spring Training Institute wakiamua kumwaga mtama kuhusu taasisi iliyozima bila notisi, huku wakishindwa cha kufanya baada ya kulipa karo kwa 100%. Ikumbukwe jina sawia na hilo almaarufu Springmark Investment iliwaacha wanachama waliowekeza mabilioni ya pesa vinywa wazi baada ya kutokomea na mkurugenzi wa kampuni Ambrose Makecha Buti kuwashinda makachero kujua aliko hadi sasa. Uchunguzi wake bado unaendelea. Uchunguzi wetu unatuelekeza Annex Jamboni kwa makazi yaliyekodi mkurugenzi wa Knowledge Spring Training Institute. Hapa tunapata walimu pamoja na wanafunzi wenye hamaki wakiwa upande wa nje wa makazi haya. I was being enrolled at Knowledge Spring on September last year. During enrollment, niliambiwa like you have to pay certain amount ndio uingie kwa hiyo shule. I cleared around 54,000 plus requirements, nikaingia kwa hiyo shule inaitwa Knowledge Spring Training Institute located at Sirkoyok Plaza, Eldoret. Throughout the year we had only two exams, and after there tukaambiwa we are transition to diploma. Of course tulianza we have those who study with certificate. So the time came tukauliza, why are we being transitioned without any examination that in a show I'm transitioned from certificate to diploma. Jamaa akatuambia is like a favor ametufanyia tu. Naona so ametuupgradeisha hivyo hivyo. So tumekuwa vinyana transition na kuambia anza kulipa school fees ya diploma. Tulipa around 90,000 for diploma. Alafu certificate it was 40,000. Then on Monday, that was 27. We found the door that the entrance door to that institution, it has been locked. We tried to reach out to the tenant, that is Andrew M.Y., through phone call, but he didn't respond to our calls. After that, we just informed our parents that the school actually has been locked. Tried to call to the person who was running that institution. He didn't respond to them also. Si wanafunzi pekee walioachwa kwa mataa, walimu pia hawakusazwa. Mwalimu huyo aliyeomba kutofichiliwa sawia na wanafunzi wake aliamua kusema imtoke. But when alita wanafunzi on January kuweka meeting, ukaanza kutuharibia jina. Ati our staff they were not qualified. Sasa mimi niko nikajiuliza, how comes hatuko qualified na umetuajiri? Tutapeana evidence nini kwa wanafunzi kama hatuko qualified? Tukaenda hadi Lepa office. Nikaandikiwa barua kwa Lepa office, nikamtafuta through the phone call, akuchukua simu zangu, nikamwekea WhatsApp barua. Pata ku respond kurudi kwa Lepa tarehe nilikuwa nimeambiwa nirudi on 10, akuonekana na hivyo ndio akuchukua simu zangu tena complete. Alafu from there tuka involve our parents also to communicate to him, but he didn't respond to them also. So hapo ndio tulianza kureact, why? Mbona aonekani? Mbona hataki kuongelesha wazazi? Mbona ashiki simu zetu? Yeah, but tulikuja tukajua ana change staff because awalipi. Every time staff wana change. To take a step, we go to DFET. At a DFET, we're being told that the school actually it is allowed only to offer one course, that is diploma in ophthalmic technology and not certificate. And all of us actually we were doing certificate. Then after that, DFET told us that let's try to reach out to this person. Then DFET responded to us that the person is not even picking our call. He gave us another step that just go to Lepa. Lepa office told us that just go to police station. At the police station, we just went there, we filed our case. After filing our case, we've been told that just survey where this person is. And today, very early, around 10, we just come with my fellow students up to this place where we are now. That is I think so it is the residence of Andrew M.Y. We just reached here, we found that the door has been locked and someone was in. There was a voice. All of a sudden when we knocked the door, the voice just came down and everything just remained silent. After that, we informed the police that actually we've reached the place that this person might be living. Just come to confirm for us. And that's why we are here. Tulijaribu kuingia ndani ili tuweza kuzungumza na mkurugenzi wa taasisi ya Knowledge Spring Training Institute aliyekisiwa kujifungia ndani ya chumba aliyekodi humu.
Lakini tuliambulia patupu, kwani makachero wa DCI pamoja na mumiliki wa jumba walikuwa wanaendelea kumrai mkurugenzi afungue mlango aliyekuwa amejifungia upande wa ndani. Yes, we have evidence that we are being enrolled in that institution. Even the receipt itself shows that we were one students. At the same time, there is an admission letters that we are being sent to, and we signed. We just gave to that institution. Kwa upande wa pili, mpiga picha wangu aliamua kutumia kamera za siri na kupata picha hizi ambazo zinaonyesha mumiliki wa makazi haya pamoja na msaidizi wake wakimrai kupitia dirisha afungue mlango. Mkurugenzi anashawishika, lakini kabla ya hayo anawaamuru wamwanulie mavazi yake. Saa 9 dakika 36 sekunde 44 saa za Afrika Mashariki, tarehe 27 Machi mwaka 2025. Hapa ndipo safari ya mkurugenzi mkuu almaarufu Andrew Amwai akiwa mikononi mwa makachero wa DCI unang'oa nanga. Wanafunzi wanaonekana wenye furaha licha ya kugundua kuwa ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Kamanda wa polisi kaunti ya Uasin Gishu Bwana Benjamin anatufungulia ukurasa wa uchunguzi wetu. Je, wanafunzi watapata haki yao? Je, Wizara ya Elimu inasema vipi? Wengine wako huko nje ambao wamekuwa wamelipa fees na wanjasomeshwa pia wakuje. Pia wale walimaliza last year kama walipewa aina yote ya cheti wakuje nazo ndio to verify tuone kama they are genuine, and nataka kuwashua ya kwamba uchunguzi imeanza na haki watapata.